wa hunna albaqiyatu salihat. La ilaha illa Allah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, chukueni kinga kutokana na moto wa jahannam, ichukueni hapa duniani. Pa kuchukulia ni mkiwa mko duniani. Qulu, semeni subhanallah, Allah ametakasika, hana aibu, hana upungufu, hana kasoro. Alhamdulillah, sifa zote njema ni zake. Allahu akbar, hakuna aliyekuwa mkubwa kuliko Mwenyezi Mungu. La ilaha illa Allah, hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye. Wallahu akbar, hakuna aliyekuwa mkubwa kuliko Mwenyezi Mungu. Qulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Haya matamshi manne, fa innahunna, zitakuja siku ya kiyama, yatina yawma alqiyamati muqaddimatin, moja mbele yako, wa muaqibatin, nyuma yako, wa mujannibatin, pembezoni mwako, wa hunna albaqiyatu salihat, na hizi ndo mema ambazo zitakazobakia. Ndipo ulama wakafasiri aya ya Mwenyezi Mungu, almalu walbanuna zinatul hayati dunya والباقيات الصالحات هذه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Ndio bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu mlezi wako katika kulipwa siku ya kiyama. Wa khairun amala, ndo itakuwa sababu ya wewe na matumaini na matarajio mbele ya Allah. Ukiwa uko peke yako, uko katika traffic jam, umeshikika, wapika iftari, subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar. Watembea, subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar. Wafanya exercise, subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar. Fa innahunna, kwa sababu ar-Rasul asema, yatina yawm al-qiyamah, itakuja matamshi haya siku ya kiyama, muqaddimatin, mbele yako, wa muaqibatin, na nyuma yako, wa mujannibatin, na pembezoni mwako. Umezungukwa, ndo kinga moto wa jahannam, mbele, nyuma, kulia, kushoto. Imekufaa mbele Allah, haijakufaa? Tusemeni subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar, hunna albaqiyatu salihat. Ndo baqiyat, yenye kubakia, salihat, katika mema unayoyafanya. Allah ambia hiyo ndo bora kuliko mali na dunia. Neno subhanallah moja, wallahi ni bora kuliko dunia na yaliyomo ndani yake. Subhanallah. Umemwona mtu asiyekuwa Muislamu ana mandege, ana magorofa, haifiki alhamdulillah moja uliosema, haifiki la ilaha illa Allah uliosema, haifiki sema. Lakini shida ni kwamba hatuna yaqeen na maneno haya. Kweli wewe waona subhanallah na alhamdulillah na la ilaha illa Allah na Allahu akbar ni bora kuliko dunia na iliyomo ndani, ni bora kuliko dunia? Do you truly believe that? Unayo yaqeen kwa hilo? Kwa sababu masahaba walikuwa nayo. Ndio maana walitanguliza, walimtaja Allah kwa wingi. Ndio maana Rasul alimtaja Allah kwa wingi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Kisha Allah asema, atueleza, afwan wakati umeisha, niruhusu niongeze muda leo dakika 10. Sawa? Dakika ngapi? 10, kwa sababu niliahidi tamaliza by 5:30. Kisha Allah asema siku ya hiyo kiyama, hali vile itakavyokuwa, kuna mambo yatakayofanyika kabla kiyama kutokezea. Kabla wewe uje kupewa baqiyatu salihat uulize maswali, kuna matukio. Ardhi hii itaandaliwa, kutakuwa na preparations. Allah sema, almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wa yawma nusayyiru aljibal. Allah tueleza namna kiyama itakuja na namna maandalizi yatakayotokezea.
wa yawma nusayyiru aljibal, na siku tutakapoondoa majabali. Hasa kiyama kabla haijatokezea na ardhi kabla watu hawajasimama, lazima yapatikane mabadiliko. Na mambo ya kwanza ambayo yatakayobadilishwa ni majabali haya, itang'olewa kutoka ardhi. Majabali haya yaking'olewa kutoka ardhi, ndipo mtetemeko itapatikana. Idha zulzilatil ardu zilzala. Allah amejalia kwamba majabali haya ndo yenye kuzuia ardhi isitemke, isiruke. Na mfano mkubwa ukitaka kuona ni kama umeenda mahali nje, umeweka mkeka na kuna upepo. Utachukua mawe utaweka juu ya ile mkeka upande mwingine, every side. Au mfano mwingine, mtu ambaye ameenda kulala kwa tent nje, ile tent kusimamisha lazima uchukue msumari uipigilie, ufanye nini? Izuie, ili sifanye nini? Isicheze. Hasa Allah ameita hizi majabali ni kama pegs kwa ardhi, inazuia. Au mfano wa karibu, umefua nguo umeanika kwa kamba, ili sibebe na upepo, unachukua peg unafanya nini? Unatia. Hasa Allah amejalia majabali haya ni kama peg, inazuia ardhi isicheze. Lakini Allah asema ikifika siku ya kiyama, wa yawma nusayyiru aljibal, ni siku tutazing'oa hizo majabali. So iking'olea, what happen? Ardhi inaanza fini kucheza. Kwa hivyo kabla ardhi hajaanza kutetemeka, itafanywa nini? Zitang'olewa. Wa yawma nusayyiru aljibal, na haya majabali yakiondoshwa yatakuwa ni yenye kurushwa. Hasa watu siku ya kiyama ardhi inatetemeka kwa sababu majabali yametolewa, na majabali yanakuwa ni yenye kurushwa kwa anga, ikirushwa kulia na kushoto. Yani waona Mount Kenya huko, Mount Kilimanjaro huko, Mount Everest waziona zikirushwa huku na huku, yabebwa na upepo. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wama adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Majabali itakuwa ni kama pamba, suf iliyorushwa kwa anga. Ikirushwa kwa anga suf, kwa sababu vile ilivyokuwa hafifu, upepo inaichezesha hivyo, sio? Allah asema siku ya kiyama mutaona majabali yakichezeshwa hivyo. Watakunu aljibalu kal'ihni almanfush, ni kama pamba inayoning'inia. Ni siku hiyo. Wa yawma nusayyiru aljibal wa tara al-ardha bariza, na utaiona ardhi iko wazi, hakuna kitu, ardhi iko flat, hakuna kitu iko juu ya nyingine. Wa hasharnahum, baada hapo tukishaandaa ardhi, Allah asema wa hasharnahum, na tutawafufua. Falam nughadir minhum ahada, na kila mtu atatolewa katika ardhi, hakuna mtu atabakishwa huko ndani, kila mtu atatoka. Hasa Allah asema wa uridhu ala rabbika saffan, na tutawaleta mbele ya Mola wao katika safu wamepangwa. Na ikiwa wamekuwa katika safu, wataambiwa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Allah asema tutawaambia mmetujia, sio kama vile mlivyokuwa, kama vile tulivyoumba mara ya kwanza, si mmerudi? Bal za'amtum, bali mlidai ya kwamba an lan naj'ala lakum maw'ida, mlidai ya kwamba hamtakuwa ni mwenye kukutana na mimi. Na sasa what do you have to say? Mko mbele yangu, hakuna cha kusema. Hisabu itaanza, na hisabu ikianza, Allah akikuuliza maswali, kuna reference, kuna mahali anarudia. Kwa nini ulifanya, kwa nini hukufanya? Kuna mahali Allah yuarudia, na inarudiwa wa udhi alkitab, kitabu itawekwa mbele yako. Na hii kitabu ndo reference, ndo tunarudia kukuuliza maswali juu yao. Fungua kitabu chako, iqra kitabak, soma kitabu chako. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba, we mwenyewe amua, we mwenyewe jifanyie hisabu, wa kupelekwa motoni, wa kupelekwa peponi.
hasa waudhi'a alkitab, wakionyeshwa kile kitabu, iqra kitabak, soma kitabu chako, kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Haina haja hata tuzungumze mengi, we mwenyewe leo jiamulie wewe kulingana na haya wakupelekwa wapi wewe. La ilaha illa Allah. Allah sema waudhi'a alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, na hapo Allah sema itakapowekwa kitabu basi utaona wale waliokuwa na makosa wanavyoogopa kwa yale yaliyomo humo ndani, wanaogopa kwa sababu kila mtu ajua aliyoyafanya. Bali linsanu ala nafsihi basira. Iqra, amesoma. Sasa wewe jiulize, siku ya kiyama ukipewa kitabu chako utaona nini ndani? Kuna nini imeandikwa pale? Kwa sababu hawa wataogopa because wanajua walifanya nini duniani. Katika hali kama hiyo, wakiwa ni wenye kuisoma hii kitabu, waudhi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, wanaogopa kwa yale yaliyomo ndani ya hiyo kitabu. Wayaqulun, wataanza kusema ya wailatana, ya wailatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Watasema ole wetu, sisi tumeangamia. Mali hadha alkitab, kitabu hichi kina nini? La yughadiru saghiratan, hakiachi dogo, wala kabiratan, wala kubwa, illa ahsaha, illa iliandikwa. Yani hamukuacha kitu, kila kitu iliandikwa. Naam, kila kitu kiliandikwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha viumbe wawe ni wenye kuandika, na viumbe hawa ni malaika. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika Qur'ani, asema wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah asema kuna malaika wamekaa pale kuhifadhi vitendo vyenu. Na wanahifadhi kwa vipi? Wanaweka record kwa kupiga picha, kwa nini? La, kwa kuandika. They write kiraman katibin, amefanya hii muda huu wakati huu. Ya'lamuna ma taf'alun, na wanajua mnaoyafanya. Kwa hivyo si ati kwamba some information hawana, wako na wewe. Na hao malaika wako na wewe, wamekaa, hawana haraka, wako na wewe. idh yatalaqa almutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. They not in a hurry. Hawana kazi nyingine, hawana family, hawahitaji choo, hawahitaji kula, hawahitaji kulala. Kazi yako ni kukaa juu yako, hawapumziki, ni kuandika yale mnaoyafanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Anything ukisema chwa, washaandika. Ndio maana yule mujrim, hao waliofanya maovu siku ya kiyama, na sote ni watu wenye kufanya maovu, mali hadha alkitab, hii kitabu kina nini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, halikuacha dogo wala kubwa ila imeandikwa. Ulama wakasema, Ibn Abbas alipofasiri hii aya akasema, hata mtu akitabasamu amesmile, itaandikwa alismile. Utaulizwa why did you smile? Ni mtu amekuwa ni mwenye kukufurahisha ndugu yako, kumfurahisha. Tabassum fi wajhi akhika sadaqa, umemwona ndugu yako Muislamu ukafurahi. Ama ni msichana ama ni mvulana ambaye ni ajnabi ukamsmailia, inaandikwa. Hasa mtu asema what is this? Illa ahsaha. Allah asema wawajadu ma amilu hadira, na hapo watakuwa ni wenye kuyaona na kuyakuta yote ambao waliotenda. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mola wako mlezi hamdhulumu yoyote. Hakuna kitu ambacho itaandikwa ambacho hukufanya. Kile ulichofanya peke yake ndio itaandikwa. Na hii ndo hali inawasubiri siku ya kiyama. Kwa hivyo Allah katika suratul Kahf anatupatia mfano wa dunia, na mfano kubwa wa dunia, fitna kubwa ni mali na watoto. Na hii mali isikukule kichwa,
tanguliza yenye kukufaa. Na pia baada hapo Allah asema kuna siku mtakutana na mimi, hizi baqiyatu salihati tawafaa. Na wale ambao walioamua kutanguliza fitna na mambo ya kidunia, basi kuna siku inawasubiri na watapewa kitabu chao, na watapewa vitabu vyao, na kila mmoja akipewa kitabu chake ataona aliyoyatenda. Wajadu maamilu hadhira, watakutana na yale walioyatenda. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na wala Mwenyezi Mungu si mwenye kumdhulumu yoyote. Bimaana hakuna kitu ambayo hujafanya utasingiziwa, si kama duniani. Duniani ukienda kotini, kitu ulifanya utaambia haukufanya, ama jambo ambalo hukulifanya utaambia umefanya na kuna mashahidi. Lakini hapo la, Allah sema mimi si dhulumu mja wangu, kile ulichokuwa ndio utafanywa hisabu. Kwa hivyo hii ni siku ya tusubiri. Kisha Allah baada ya kueleza kutukumbusha fitna ya dunia,